Familia moro e kaunti ma Mombasa yuago ratiro margi bang' wuodgi wang' e masira mar mach manomuoch e ot kar dak ma Mikindani. Masirano manotimore chieng' tarik 14 mar dweni liekore ne omuoch bang' gwandruok mane wuorono obedo godo kod min ode. Wachore ni jalno ne opuk kuome mo mar petrol kendo wang'e e ot. Nyaka sani obila pod dhi nyime kod timo nonro e wi masirano. Tulishangaa sana after tumepigiwa simu kuelezewa mkasa umetokea na huyu bibi ya ndugu yangu wakuwa. Na isitoshe nyumba hiyo room next mwenye alikuwa anaishi ni ndugu ya bibi ya huyu ndugu yangu. Sasa by the time of incidents hawakuwa. Kwa na expect kwamba nilikuwa nafikiria bibi yake yuko na semeji yake. Kwa semeji yake kijana alipokuja mara ya mwisho kuongea na kichana ilikuwa tarehe 7. Ni kama kulikuwa na petroli imemwagwa kwa hiyo nyumba na mtu akarusha kiberiti. Huyu kijana kutaka kujisaidia kutoka, ule moto ulimzidia. Alikufia tu pale kwa mlango. Hata ukiona posta yake vile amekufa, alikuwa ameshikilia pale mlango anajaribu kufungua, akashindwa. It was too much for him. Kwa nini siku hiyo plot yote hakukuwa na mtu hata mmoja? Kwa nini walihamisha vitu vyao wakatoka wakaenda? Isn't that suspect? Kwa hivyo tunataka kujua kwa sababu gani walianza kuhamisha vitu vyao mapema. Na kwa nini huyu mama alitoka akawacha huyu kijana peke yake? So we are suspecting there is foul play. Kwa nini DCI wa Mikindani wanachukua muda na kwa nini washike suspect na wamwachilie? Ni nini kinaendelea? So hizi dhulma za kijinsia saizi ninaona zinabadilisha mfumo. Wanaume ndio wamekuwa target. I think tumefanya awareness nyingi sana kwa wanawake na tukasahau wanaume.